nyingine ambazo tunaziona kwenye magazeti ya Tanzania leo. Tunaona habari ambayo nayo imepewa uzito wa juu kabisa ndugu zangu. Ni habari bwana inasema kauli za viongozi wa dini ni kauli za umma. Hilo ni gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele, na habari hii bwana kidogo hapa nataka nikupe hapa. Kobike wanasema wakati viongozi wa dini ya Kikristo wakitumia ibada ya Pasaka kuhimiza umoja, mshikamano na haki, hasa wakati huu nchi kijiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Katika mahubiri yao viongozi wa dini waliwaasa wanasiasa kushiriki uchaguzi huo kwa amani, na habari inaendelea ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Gazeti jingine ambalo limeangazia kuhusiana na viongozi wa dini ni gazeti la haya, gazeti ya Nipashe. Bonome kama kuiona hii habari ya viongozi wa dini hao kwenda kanisani ya ngoja tutakugubea mwisho hapa ili upige maneno. Tuweke maneno hapa sawa. Mtazamo mpya habari kamili wasema Askofu Shaw asema maoni ya wananchi yazingatiwe uchaguzi mkuu. Ni askofu wa Dayosisi ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Frederick Shaw ametoa wito kwa viongozi na mamlaka zinazohusika na uchaguzi mkuu wa mwaka huu kuhakikisha wanazingatia maoni ya wananchi pamoja na ushauri kutoka kwa viongozi wa juu na wadau mbalimbali wenye nia njema kwa taifa. Akitoa ujumbe wake wa Pasaka wakati wa ibada iliyofanyika katika kanisa kuu la ushirika wa Moshi mjini jana, Askofu Dr. Shaw amesisitiza kuwa ni haki ya kila raia kumchagua kiongozi anayemtaka kwa hiari, na akaonya dhidi ya kuingiliwa kwa mchakato huo na mamlaka yoyote. Maoni ya wananchi yazingatiwe uchaguzi mkuu, viongozi wa dini wamezungumza. Na hapa hatujazungumzia waraka wa TEC wa Pasaka. Tuanze na Askofu Shaw. Maoni ya wananchi yazingatiwe. Sitokee mtu akafanya anavyotaka yeye. Nafikiri Shaw amezungumza vizuri sana, huyu kiongozi wa dini, baba wa kiroho. Na ili kuweza kuipata hiyo amani, kwanza lazima haki ipatikane. Na ili haki ipatikane, manake wenye mamlaka wende wakaitende haki kuelekea uchaguzi. Na haya maoni ya wananchi ili yaheshimiwe, basi ni lazima kutendwe haki. Isipotendwa haki, manake hata hayo maoni ya wananchi hatoheshimiwa. Kwa nini cha kufanya? Lazima kwanza haki itendeke. Haki ya kila mmoja itendeke na iheshimiwe. Wananchi wanabeba dhamana ya kwenda kuchagua viongozi wao ambao watakwenda kuwaongoza kwa muda wa miaka 5. Wakiamini kwamba huyo anakwenda kumchagua ni mtu sahihi kwao, atawaongoza. Sasa inapopindishwa haki, ikatumika mabavu, hii inakuwa haki hakuna, na hiyo amani ambayo inahimizwa itawala haiwezi kutawala. Kwa sababu ili amani iwepo, lazima haki itendeke. Ianze haki ndio itakuja amani. Lakini tukianza na amani wakati haki hakuna, tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Viongozi wa dini, maoni ya wananchi yazingatiwe. Lakini vipi nataka hapa ndugu yangu piga hapa ushauri aliotoa kwa viongozi na wadau mbalimbali wenye nia njema ya taifa hili kwamba wazingatie maoni ya wananchi pamoja na ushauri uliotolewa. Ndio. Kwanza Tanzania inatakiwa kujua kwamba na hawa viongozi wa kiserikali na serikali kwa ujumla inatakiwa kujua kwamba viongozi wa dini wana mchango mkubwa sana kwa taifa hili. Na sio leo wala jana, toka miaka hiyo ya nyuma wao wana mchango mkubwa sana. Wao ndio viongozi ambao na ndio watu wa kutegemewa, kwa sababu ukizungumzia dini unazungumzia imani ya mtu, unamzungumzia mtu mmoja mmoja. Sasa kwa waraka au ushauri uliotoka ni jambo ambalo sio la kubeza, kwa sababu dini haiongozi wanyama, dini inaongoza watu. Na kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ni kwamba sisi maoni yetu, kila mmoja na haki ya kutoa maoni na kusikilizwa, si ndio bwana? Sasa kama watu watahofia kuhusu kutoa kwao maoni, watahofia kuhusu kuwa na uhuru wa kujieleza, ujue kuna changamoto hapo na unatakiwa ufanyie kazi. Sasa viongozi wa dini wanasimama kama sauti ya umma, kwa sababu kiongozi mmoja wa dini amebeba watu wengi sana nyuma. Watu wengi sana nyuma. Sio, unaelewa? Padri anayeongoza kanisa moja anaweza kawa anaongoza watu zaidi ya 1000, kwa sababu achia mbali wanaokuja makanisani, wale wanaokuja makanisani wana ndugu zao, wana watu wao wa karibu ambao wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Kwa hiyo swala la kuwabeza viongozi wa dini ni kosa kubwa sana, kwa sababu wao mimi naweza kusema ndio umma wenyewe. Sasa wao ndio umma wenyewe. Kwa hiyo nafikiri kuna jambo la kujifunza hapo, na ukiona viongozi wa dini kama hivi wanasimama wanaanza kuzungumza kwa namna moja au nyingine, kuna tatizo. Lakini baraza la maaskofu vile la kanisa Katoliki jamani, TEC
wametoa wito kwa serikali ya Tanzania kuwaachilia bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki. Na haya amesema rais wa TEC ambaye ni askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa, wakati akihutubia waumini katika mkesha wa Pasaka uliofanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, jimbo Katoliki Lindi. Tumsikilize kidogo hapa rais wa TEC, askofu Mhashamu Wolfgang Pisa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwetu Tanzania. Ni tukio muhimu kwetu sote. Nchi yetu ni nchi ambayo iko kwenye mifumo ya vyama vingi. Ilianza kabla, lakini mwaka 1995 kama tunavyofahamu, nchi yetu ilianza mifumo ya vyama vingi kwa kuingia katika uchaguzi wa vyama vingi. Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu na baba wa taifa, kwa sababu kwa kweli yeye ndiye aliyeamua wakati ule. Ile kura ya maoni ilipofanywa, ilionekana ambao walitaka twende kwenye vyama vingi walikuwa wachache sana, na inasemekana ni mfumo wa vyama vingi wakati ule walisema labda 20%, lakini Mwalimu Nyerere akasema hapana, lazima tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi. Akasisitiza kwamba msipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, vinginevyo upinzani utatoka ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo ndugu zanguni, uchaguzi ni zoezi muhimu sana, kwani tukifanya vizuri utatupatia viongozi bora na wazuri. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe? Kadiri ya mang'amuzi, uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mtaa ufanyike, bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wana ukakasi katika kutafsiri kwao kanuni za uchaguzi. Haya, wana ukakasi katika kutafsiri kwao kanuni za uchaguzi. Ndio mwisho wa kunukuu waraka huo wa Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki Tanzania TEC. Wito huo wakiwa wametoa kwa serikali ya Tanzania, na wewe uliomsikiza hapo ni rais wa TEC ambaye pia ni askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa. Tumemalizana naye. Tunakuja na habari nyingine. Au mko unataka kusema kitu hapo mlani? Ndio. Tumemalizana naye. Ndako amesema kitu kuhusiana naye. Unataka nimwage moto? Wewe usimwage. Kwa sababu wewe ni Mkatoliki. Tuingie kwenye maombi. Asante.